tekeleza hili. Siku nyingine sisi tu kijijini, wakati mwingine anakuta mtu anafika pale anakuta mimi tayari ninaamka na kitu kingine kabisa, kwamba leo wote tunapofika tunatakiwa tunatekeleze jambo fulani. Wote tunaenda kuingia kwenye tope, tunachimba udongo, tunaanza kunyanyua tofali. Kwa hiyo lazima kae na suti na kukutana na hiyo. Sasa mchungaji anaokoka. Kama mtakatifu anataratibu. Haleluya. Anakuwa ameokoka. Na anaenda mbinguni. Ila tu wewe utakuja ingia kwenye tope na suti basi. Amen. Naomba uelewe mchungaji wako. Na pia uelewe namna Mungu anavyotenda nini? Kazi. Basi ukitaka kama kitu wewe kiende kwa mfumo unaotaka wewe. Wengine wanaliombea mtu anatumwa mpaka anaombea hapo baadaye anapiga miguu. Unaonaje kama unaanza kujadili kwamba sasa wazee, sasa kwa hiyo mtu tumeombea sana na haponi hapa bwana kuniambia tupige Mungu. Wewe utaelewa wewe. Tena waachana kutupiga wewe. Unawasaidia kichwa. Mchungaji hiyo tusaidia. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa, lakini wewe uelewe mchungaji wako. Kwa jambo lingine ambalo wanataka hawataki kukubali. Wakati mwingine mtu kaelewa lakini hataki kufanyaje? Kukubali maelekezo. Kitendo cha kutokubali ni tatizo. Ndio maana katika ile Kumbukumbu sura 28 mstari wa kwanza anasema itakaposikia sauti ya nani? Ya Bwana, alafu kwa bidii, alafu kutunza na kufanya maagizo yake yote. Ndio kuagiza leo. Anayeagiza hapa sio Bwana ila ni Musa kwa maelekezo ya Bwana, na Musa ndiye aliyetoa maelekezo. Na mimi niwaombe watu wa Mungu tukubali kupokea maelekezo kutoka kwa Musa aliyopolewa na sio kutoka kwa Bwana moja kwa moja kama tunavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, huwezi kumuona au kuona utendaji wa Mungu nje ya kufanya kazi maelekezo ya mchungaji. Huwezi kumuona Mungu. Huwezi kumuona Mungu nje ya maelekezo. Huwezi kumuona Mungu. Kwa hiyo na kuomba sana mtumishi wa Bwana utekeleze hayo. Usipotekeleza hayo, ndipo pale nilipoanzia asubuhi, manake niliruka nikataka niende na muda, kwamba uelewe kwamba baraka zako zote zinapita kwa huyo. Na tunasoma katika Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 anasema uonane na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nini? Nchi. Ngoja nikwambie, ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Baraka ni za nani? Baraka ni za nani watumishi wangu? Baraka ni za Bwana, ni kweli kabisa. Amen. Lakini kifungulia hizo baraka kwa huyu. Ni kweli kabisa. Ukisoma hata katika Agano la Kale kwenye safari za wenzetu wa Israeli, unaona kabisa nani aliyetakiwa kuwapa alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Maji ni ya nani? Maji ni ya nani? Maji ya Mungu, lakini anayetakiwa aende akamwambie kwamba utoe maji ni Musa. Maji ya Mungu. Na utaona kwamba njia zile tofautiana. Kuna wakati anaambiwa nenda kapiga nini? Mwamba. Kuna wakati anaambiwa nenda kawaambie nini? Mwamba. Ndio maana hata hapa ndugu zangu wakaokoa kutoka hapa, wanaongea vitu visivyoeleweka. Unaweza kushangaa. Ni kweli kabisa.
tofauti tofauti, hata kutema mate na kuyavuruga, na baadaye kumpaka yule nani kipofu, na akamwambia nenda kanawe, na alipoenda kunawa akawa nini? Mzima. Ni kweli kabisa. Lakini sasa sio kwa njia moja. Ndio maana nasema wewe uelewe, kwa sababu sio kila kitu kitatumika kwa njia moja unayojua wewe. Sawa mtumishi Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli baraka ni za Bwana, lakini mfungulie hizo baraka nani? Ni mchungaji wako. Amen. Ukisoma katika Mwanzo 22 mstari wa 18 anasema mataifa yote ya dunia watajibarikia kupitia nani? Wewe. Anaambiwa nani? Ibrahimu. Ukisoma Mathayo 16:1 nisomea Mathayo 16:18 hadi 19. Mathayo 16:18 hadi 19, moja nisomee haraka haraka. 16:18-19. Ndio. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro. Nami nakuambia wewe ndiwe nani? Ndio. Na juu ya mwamba huu. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Hapo ndipo Bwana pataka. Nitakupa wewe nini? Funguo. Na lolote utakalofunga duniani. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Litakuwa limefungwa hata mbinguni. Inatosha mzee wangu. Hapa ni Petro jamani. Alikuwa ni Mungu anasema huyu ni Petro. Yesu anamwambia Petro, sawa? Anakabidhi ufunguo kwa nani? Kwa Petro. Ili aweze kufunga na kufanyaje? Na kufungua. Ni mwanadamu kama wewe ulivyo. Sema amen. Ni mwanadamu kabisa kama wewe unafikiri labda anayetaka kufungua na kufunga baraka zako anatakiwa awe Mungu au malaika kutoka mbinguni. Utakuwa unatumia kanuni sio ya kweli. Ni mwanadamu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umeelewa mtumishi wa Bwana? Mdomo wa mtumishi wa Mungu ni ufunguo. Elia akasema katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17 na mstari wa kwanza mmoja anisomee. Ndio. Basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye atasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii. Miaka mingapi ilikuwa? Miaka mitatu kamili au na zaidi? 3.5. Haitakuwepo umande wala nini? Hebu malizia hapo. Miaka hii ila kwa neno langu. Ila kwa neno langu sio Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tumishi wa Bwana. Hapa Elia anasema ni kwa neno sio la nani? Na Bwana. Kuna wale watu wanakwambia mimi anakaa mchungaji akisema. Ilikuwa na mshirika